19. Sikiliza, tazama nitatenda neno jipya, nitafanya njia nyikani na mapito jangwani. Mungu amezungumza, atafanya jambo jipya ndani yako. Tazama, Mungu amesema atafanya jambo jipya ndani yako. Kwa hiyo mapito yanapokuja, kuna jambo jipya linaenda kufanyika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo jipya linaenda kuleta mabadiliko ndani yako. Kuna jambo jipya linaenda kuleta kusudi lenye neema ya kufikisha mahala fulani. Mapito ya Mungu yanapopita, kuna jambo jipya litakwenda kufanyika tu, hautabaki ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nakwambia mtu wa Mungu ulioko mahali hapa leo, na hata kama unatusikia huko, pito la Mungu linapopita linaleta jambo jipya kwenye maisha yako. Linaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Linaleta uzima kwenye maisha yako. Linaleta afya kwenye maisha yako. Linaleta ushindi kwenye maisha yako. Mapito ya Mungu linapopita linaleta ushindi ndani ya maisha yako. Lakini nakwambia kwamba wewe unataka usimzoee huyu mwanaume Yesu tu, ukaona ni kawaida. Inawezekana ukaona kwa sasa hivi ni jambo la kawaida, kwenda kwenye ibada ninaona kawaida. Sio kawaida. Sio kawaida unavyofikiria. Sasa kwenye ibada tu, kila siku kwenye ibada. Ngoja nikafanye. Nataka kuambia kwamba uko wakati hiyo ndio kuiona ibada, unaiona leo haifai, kuna wakati utalia, utasema nahitaji kufika hata kwenye ibada. Kwa naongea mtu fulani hivi, ndugu, kama una kitu cha unajisikia una appetite ya kula. Kuna wakati unakuja ile hamu ya kula inakosa. Lakini kama unajisikia ukipata chakula kuna appetite unakula, unaona kinateremka chakula, kinaleta afya, kula. Kuna nyakati zikija ndugu yangu, ukijaribu kuweka chakula kinagoma. Ukijaribu hivi hata kujoja, yani unakiona chakula ni kizuri, lakini ndugu yangu ukikiweka mdomoni, kwa sababu yani amani haipo ndani yako, furaha iko ndani yako, kile chakula unakiona hakileti testa ndani ya kinywa chako. Unajiona unanyongonyea, unajiona unaisha tu. Ni nini? Ndugu yangu, umepata nafasi ya kupata kula chakula, wewe kula. Umepata nafasi ya kucheka. Umepata nafasi ya umekaa, unapata nafasi ya kuja kwenye ibada. Nenda kwenye ibada. Nakwambia kwamba nenda kwenye ibada. Usiache ibada. Nenda kwenye ibada yoyote. Sio kuchagua naenda kwenye ibada gani. Wewe nenda kwenye ibada, lakini usiache ibada. Sasa kuna watu bila inaweza kama umepita kwenye ugumu fulani unaanza kumtafuta Mungu. Ngoja hivi niombe. Mungu anafungua neema. Alafu ikifunguliwa neema, mtu kazi unaona kujiona kwenye ibada taenda tu. Unajua shetani ni mjinga, anaanza kupitisha vitu fulani. Sasa unaanza kuofika. Mwisho wa siku unaingia mahali ambapo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza kwa makini mtu wa Mungu. Nikaweka kitu kingine, sema hapa ninachozungumza mapito ya Mungu hayabebi ukame, yanadondosha nini? Unaona, nikazungumza kitu kingine kinasema Mungu ubadilisha machozi kuwa ushuhuda. Mungu anabadilisha machozi yanakuwa ushuhuda. Unawezekana umelia sana, lakini machozi yako yatakuwa ushuhuda. Bado umelia, umehangaika, unalia kila, lakini natakwambia leo hii mwezi wa 8 tarehe 9, machozi yako yatakuwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamefanyia mabaya, kuna mtu ameinuka kinyume na mpango wa Mungu dhidi yako. Nataka kuambia hayo machozi hayatadondoka tu. Hayo machozi kuna wakati yatakuwa ushuhuda kwenye maisha yako. Kuna wakati hayo machozi unayolia leo yatakuwa ushuhuda. Ukikaa unakumbuka kuna wakati nililia, yatakuwa ushuhuda ya kile ambacho unakwenda kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikwambia mapito ya Mungu hayadondoshi ukame, ila yanadondosha unono. Bwana Yesu asifiwe sana. Machozi unayolia leo
kilio unacholia leo hautapaki hivyo, itakuja iwe ushuhuda siku moja. Ukikaa utazungumza ya kwamba kwa kweli nilimwona Mungu, nililia mwaka fulani, nilicheka, lakini kumbe hayo machozi yalikuwa ushuhuda wa mafanikio yangu.